Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri sana kukutana tena. Very nice to meet again. Nafurahia neema ya Kristo. I love the words of Christ Na jinsi ametusaidia. and the way he has helped us. Ni baraka kubwa sana. It's a big blessing. Najua wengi wenu mmefanya bidii I know many of you have put in a lot of effort kufika leo. to get here today. Kuna baadhi yenu migongo inawauma, There's some of you, your backs are paining. kuna baadhi yenu miguu inawauma, There's some of you, your legs are paining, lakini mmefika. but you have arrived. Nyinyi mko baraka sana kwangu. You are a huge blessing to me. Nataka mkumbuke hivyo. I want you to remember that. Mnanisaidia kusimama. You help me to stand. Na nasema asante. And I say thank you. Mungu awabariki. May God bless you. Neema ya Kristo iko pamoja na sisi. The grace of Christ is together with us. Na tunapoimba vile tumeshiriki tu leo, And as we sing, just like we have worshiped together today, Mungu anaangalia katika roho zetu. God is looking within our hearts. Na anajua huyu anataka hiki, huyu anataka hiki, huyu anataka hiki. And he knows this one wants this person wants that, and this other person wants this. Saa zingine ni vile Amelia amesema, saa zingine wajukuu wanakuja And it's like my mom said, sometimes the grandkids come na wanataka ice cream. and they want ice cream. Lakini mimi nafikiri wanahitaji sombe. But I think they need some green. Wao wanataka ice cream. They want ice cream. Lakini mimi nafikiri wanahitaji sombe. But I think that they need some vegetables. Unajua nitawapatia nini? So do you know what I will give them? Sombe. The vegetables. Sitawapatia ice cream. I want to give them the ice cream. Kwa hivyo leo sasa labda nasema Mungu mimi nataka hiki. So maybe today you're saying, God, I want this. Na yeye anasema wewe unahitaji hiki. But he's saying you need this. Na atakusaidia. And he will help you. Mathayo 26 mstari wa 17 hadi 29. Matthew chapter 26 from verse 17 to 29. Yeah. Tutasoma kwa Kiswahili, kwa Kiingereza na nataka mwingine anisomee kwa Kinyarwanda. Sitasema ni nani, mmoja wenu ajitolee tu. We'll read in Kiswahili, in English and in Kinyarwanda. Mstari wa Mathayo 26 mstari wa 17 nitasoma. Matthew chapter 26 from verse 17. Hata siku ya kwanza ya mikate iliyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie ulie Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyowaagiza. Wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakula pamoja na wale thenashara. Nao waliokuwa wakila alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana. Wakaanza kumuuliza mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa. Lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile mtakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu.
Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje, wakaenda mlima Zeituni. Go up to 30. Matthew chapter 26 from verse 17. Now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.' And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12, and as they were eating, he said, 'Truly I say to you, one of you will betray me.' And they were very sorrowful, and began to say to him one after another, 'Is it I, Lord?' He answered, 'He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him. But woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born.' Judas, who would betray him, answered, 'Is it I, Rabbi?' He said to him, 'You have said so.' Now, as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, 'Take, eat, this is my body.' And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom.' And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives." Kuna mtu atakayesoma kwa Kinyarwanda? Ndio, asante. Umunsi wa mbere wo kurya umutsima udasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, "Turashaka ko tuganiriza he aho uri burire ibya Pasika?" Aramusubiza ati, "Mujye mu mpuza mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cyo kirenda kugira ngo iwe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa." Abigishwa be babigenza uko Yesu yabibwiye, barangiza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo asangire. Akirya arababwira ati, "Ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire." Barababara cyane, baherako bamubaza umwe bati, "Mwami ni nde?" Nawe arabasubiza ati, "Uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu agambanira umwana w'umuntu, uwo muntu uzagambanira umwana w'umuntu azabona ishyano." Ibyajyaga kumubera byiza ni uko aba ataravutse. Yuda wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, "Mwigisha ni nde?" Aramusubiza ati, "Wabimenye." 26? Up to 30, go up to 30. Akirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura abigishwa be, arababwira ati, "Nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye." Mu gikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, "Munywere kuri iki mwese, kuko ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none kugeza umunsi sangirira bamwe vino nshya mu bwami bwa Data." Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayo. Okay? Asante sana. Tunataka tujifunze mambo matatu leo. We want to learn 3 things today. Nataka tujifunze Pasaka ni nini? We want to learn what is the Passover, Tujifunze juu ya kusalitiwa kwa Yesu, the betrayal of Jesus, alafu meza ya Bwana. and then the Lord's Supper. Tuombe. Let's pray. Baba, asante sana. Ni vizuri sana kuwa kwa nyumba yako. Tunajihisi kuwa huru katika wema na fadhili zako. Asante kwa watu wako wamefika, wanahitaji uwalishe wewe. Mimi ni chombo tu. Naomba kwamba neno lako
liguze watu lako, liwabariki, liwasimamishe, liwainue Bwana. Wasaidie leo wajihisi wamekutana na wewe, kwamba umewazungumzia na kuwainua. Bariki wa mama, wa baba, watoto na vijana. Tunakubariki, tunakupenda. Ni katika Kristo tumeomba. Amen. Sasa tunaanza na Pasaka. So we want to start with the Passover. Yesu sasa anaelekea kwenda katika kusulubiwa. So Jesus is heading towards his crucifixion. Anawaita wanafunzi wake, anawaambia wanafunzi wake, anamuuliza leo Pasaka yetu tutakulia wapi? His disciples ask him, where will we eat the Passover? Sasa tuone Pasaka ni nini. Let's look, what is the Passover? Pasaka ilikuwa kumbusho la siku waliotoka Misri. The Passover was a remembrance of the day the Israelites left Egypt. Enda katika kitabu cha Kutoka 12. Let's go to the book of Exodus chapter 12. Hapo ndio Pasaka inaanzia. This is where the Passover begins. Na hii walifanya kila mwaka. And they did this every year. Tutasoma tu kidogo. We'll just read a little bit. Bwana akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtaweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Kusanyiko lote la mkutano wa Israeli mtachinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mikate isiyotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Bali kila kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtaila hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Up to verse 12. Exodus chapter 12 from verse 1 to 12. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month, every man shall take a lamb according to their father's house, a lamb for a household. And if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor shall take according to the number of persons, according to what each can eat, and you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male a year old, for you may take it from the sheep or from the goats. And you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Then they shall take some of the blood and put it on the doorposts and the lintels of the houses in which they eat it.
They shall eat the flesh that night, roasted on the fire, with unleavened bread and bitter herbs they shall eat it. Do not eat any of it raw or boiled in water, but roasted, its head with its legs and its inner parts. And you shall let none of it remain until the morning. Anything that remains until the morning you shall burn. In this manner shall you eat it, with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. And you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborns in the land of Egypt, both man and beast, and on the gods and on all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. Mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote liwaharibu mtakapoingia nchi ya Misri. Verse 13. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Sasa hii ndio Pasaka. So this is the Passover. Taifa la Israeli, The nation of Israel linazaliwa siku inayofuata. is born the next day. Na Mungu anawaambia And God mtaanza kuhesabu miaka yenu kesho. you will start counting your years tomorrow. Yaani ni kama hamkuwepo. It's as if they didn't exist. Lakini kuanzia kesho But beginning tomorrow, mtakapopita Misri usiku when he goes through it, na mtakapoondoka, when he goes through Egypt at night, mtaanza kuhesabu hiyo siku. and you leave Egypt at night, you will start counting from that day. Mtaanza kuhesabu siku ya kwanza, siku ya pili, siku hivyo hivyo. You will start counting, this is the first day, second day. Mpaka sasa hivi wanatumia hiyo kalenda. And up to now they use that same calendar. Sasa wao wanawaambia mtachagua mwana kondoo So they are told you will choose a lamb asiwe na lawama yoyote that has no blemish, ya mwaka mmoja, that's 1 year old. na mtamweka kando, And you put it aside. na siku maalum, siku ya 14 And on the 14th day, mtamuua. you'll kill it. Mtachukua damu, You'll take the blood mtaweka kwa vizingiti vya nyumba. and you'll put it on the posts of the door. Hiyo damu ina maana yake. That blood has a meaning. Mtaingia ndani, You'll come inside the house. msipike nyama, Don't cook the meat. msikaange, Don't fry it. mchome tu, Just roast it. na mchome pamoja na miguu na kichwa na kila kitu. And roast it with the legs and the head and all the inside parts. Kama mko kama jamii yenu ni kubwa, If you have a big family, mtamaliza nyama yenu. you'll finish your meat. Kama nyinyi ni wawili tu, But if there's just two, muungane na jamii zingine. come together with some other families. Msiweke nyama, Don't keep the meat. nyama yenye haitaisha mchome. The meat you don't eat, burn it. Mhakikishe nyama imekwisha usiku huo. Make sure the meat ends that day. Na mchukue matawi, mboga chungu, And take bitter herbs mkule pamoja nayo. and eat along. Na msikule kama mmekaa, And don't eat it while you're seated. mkule kama mmesimama, Eat while you're standing kwa sababu mnaondoka. because you're leaving. Sasa hiyo ndio Pasaka. That's the Passover. Sasa wakafanya hivi, So they did that. wakachukua damu wakaweka kwa nyumba zao. They took the blood and they put it on their house. Usiku wa manane, On the 14th day, at midnight, malaika wa Bwana akaja, the angel of God came akaanza kutembea Misri. and started to walk through Israel. Akiona damu kwa nyumba, If he sees the blood on the house, anapita. he passes. Akiona hakuna damu kwa hii nyumba, If he sees there's no blood on anaingia his ndani. house, he gets in. Anaua mtoto wa kwanza He kills the firstborn, wa ile nyumba. the firstborn child of that Kama house. kuna ndama wa kwanza, The firstborn calf, anaua. he kills it. Chochote kilichokuwa cha kwanza, Anything that was the firstborn, anaua. he kills it. Misri nzima. In the entire Egypt. Kama kuna mtu wa Misri If there was an Egyptian ambaye alikuwa ameweka damu kwa nyumba yake, who had also put blood on their, alipona. they were healed. Damu tu, damu iko. It was the blood there. Kama damu iko, If the blood is applied, malaika anapita. the angel passes. Hasa kuanzia siku hiyo, So beginning from that day, kila mwaka
Every year, Waisraeli walikuwa wanafanya hivyo. the Israelites would do that. Pasaka. The Passover. Hata siku hizi tunazungumzia juu ya Pasaka. Even these days we talk about the Passover. Hasa siku imefika. So the day has come. Yesu amekuwa akisema siku zangu hazijafika. Jesus has previously been saying, my time has not yet come. Lakini sasa wanafunzi wake wanakuja kwake wanamwambia tutakulia wapi Pasaka? But now his disciples come and ask him, where will we eat the Passover? Turudi mlango Mathayo 26. Let's go back to Matthew chapter 26. Tusome mstari wa 17. And let's read verse 17. Hata siku ya kwanza mikate isiyo ya chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, endeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Matthew chapter 26 from verse 17 to 18. Now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, where will you have us prepare for you to eat the Passover? He said, go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. Wakati wangu, majira yangu yamefika. My time is at hand. Alijua. He knew. Kwa hivyo kufuatana na utamaduni wa Wayahudi, so according to Jewish tradition, walikuwa wanajua kwamba they knew Mesia atakuja, the Messiah would come, na huyo Mesia atakuja hiyo siku ya Pasaka, and that Messiah would come on the day of na atawakomboa hiyo siku, and would save them that day. Na itafanyika hivyo. And that's how it should happen. Kwa hivyo Yesu anasema wakati wangu umefika sasa. So Jesus is saying, my time is at hand. Hii siku ya Pasaka, this Passover day, ambapo anakula Pasaka, the day he's eating the Passover, ni siku ya 5 kufuatana na kalenda ya Wayahudi. It's the 5th day according to the Jewish calendar. Kufuatana na kalenda yetu, according to our calendar, ni Alhamisi. It's on Thursday. Kumbuka Wayahudi sabato yao ni Jumamosi. Remember, for the Jews their Sabbath is on Saturday. Na siku yao ya kwanza ni Jumapili. And their first day of the week is Sunday. Sasa ukihesabu Jumapili, so if you count Sunday, Jumatatu, Monday, Jumanne, Tuesday, Jumatano, Wednesday, Alhamisi, Thursday, ni siku ya 5. It's the 5th day. Hii siku, this day, ndio Yesu atakuja kwenda kula Pasaka. Is the day Jesus comes to eat the Passover. Atashikwa usiku huo. He will be arrested that night. Atauawa Ijumaa. He will be killed on Friday. Na atafufuka Jumapili. And he will be raised again on Sunday. Siku ya Ijumaa, on Friday, kufuatana na kalenda ya Wayahudi, according to Jewish calendar, ndio siku walitoka Misri. Is the day they left Egypt. Kwa hivyo Mungu anatimiza mambo yake vile ilivyo. So God is fulfilling his word exactly how he said it. Nataka nikwambie kitu kimoja. I want to tell you one thing. Mungu akisema, when God says, nitafanya hii wakati huu, I will do such and such at this atafanya hiyo wakati huo. He will do it at that exact kwa sababu time. ana nguvu za kufanya. Because he has the power to do it. Kwa hivyo hii siku ya Pasaka, so this Passover day, sitaki uipite tu haraka. I don't want you to just pass over it quickly. Ni muhimu. It's important. Sasa angalia mipangilio ya Pasaka. So look at the arrangements of the Passover. Nitakana achaguliwe mwanakondoo. They had to select a lamb. Asiwe na lawama yoyote. Without any blemish. Yesu hana dhambi yoyote. Jesus has no sin at all. Wamuue huyu mwanakondoo. They needed to kill this lamb. Halafu damu ya huyu mwanakondoo, and then the blood of that lamb, ndiyo itakayowaokoa. Is what saved them. Damu ya Yesu Kristo, the blood of Jesus Christ, ndiyo inayotuokoa. Is what saves us. Mungu anaponiangalia, when God looks at me, anaangalia damu. He looks at the blood. Kama iko, if it's there, anasema pita. He says come. Sio kitu nimefanya. It's nothing that I've done. Wokovu, salvation, sio vitu ambavyo ninafanya. Is not things that I've done. Wokovu ni kitu ambacho Mungu anafanya. Hallelujah. Salvation is what Jesus has done. Kwa hivyo
Mimi kwenda mbinguni, So for me to go to heaven, si kwamba nilizaliwa hapa ama nimefanya hiki ama nimefanya hiki. it's not that I was born in this place or I've done this or that. Nilisikia tu, I just heard. chukua damu, Take the blood, jipake, put it on yourself. utapona. You'll be healed. Kasema ndio. I said, yes, yes, yes. Nikasema nimekubali. And I said, I have accepted. Mimi ni mwenye dhambi. I am a sinner. Wapi damu? Where's the blood? Nikachukua damu, I took the blood. nikajipaka. I put it on myself. Kwa hivyo malaika wa kifo anapokuja, So when the death angel comes, haangalii hii ni nyumba ya Mkenya ama Mkongo, hapana. he doesn't look, is this the house of a Kenyan or a Congolese? No. Huyu ni mtu amesoma, hapana. This is a person who has read? No. Hapana. No. Kuna damu? Is there blood? Haya, twende kwa ingine. Okay, let's go to the next house. Haangalii huyu ni mhubiri, hapana. He doesn't look, oh, is this a pastor? No. Ama huyu ni mwimbaji, hapana. Is this a singer? No. Ama huyu ni kahaba nini, hapana. Is this a harlot? No. Kuna damu? Is there blood? Anapita. They pass. Wana wa Israeli walipoenda Jericho, When the children of Israel went to Jericho, kulikuwa na kahaba huko. there was a harlot there. Alikuwa anaitwa Rahab. She was called Rahab. Akasikia kuna mtu Mungu wa ajabu She heard there is a marvelous God ambaye anaokoa who saves, na anakuja. and he's coming. Akasema mimi namkubali. And she says, Mimi ni accept him. kahaba, I am a harlot. mimi ni mchafu, I am dirty. lakini mkikuja But when you come, mnikumbuke. remember me. Wakamwambia They told him. uchukue kitambaa chekundu They told her to take a scarlet cloth, uweke kwa dirisha, put it on your window, na tutakapokuja, and when we come, mtu yeyote ambao unataka aokoke anybody you want to be saved, along walete with kwa you, hiyo nyumba. make sure you bring them inside that. Wakiwa nje ya nyumba If they're outside the house, tutaua, we'll kill them. lakini wakiwa ndani ya nyumba But if they're inside the house, hatutaua. we won't kill them. Rahabu akafanya hivyo. And that's what Rahab did. Wana wa Israeli wakakuja. The children of Israel came. Joshua akasema, Joshua said, hiyo nyumba, mnaona hiyo nyumba that house, you see that ambayo house? kuna kitambaa chekundu, Where there's a scarlet thread, msiue mtu hapo. don't kill anybody in there. Wengine wote Everybody else, maliza. finish them. Huyu ni kahaba, She's a harlot. ni nyanya wa Kristo. This harlot is the great Kahaba of Jesus, a harlot. ako kwa laini ya Kristo. She's in the lineage of Christ. Ukisema wapi jamii ya Yesu, If you say, what's the lineage of anakuja Jesus? kwa laini. She goes on to Sema the siwe ni line. kahaba. You'll say, are you not a Wachana na mimi. harlot? Leave me up. Mimi niliweka hiyo kitu. I put that thing, Mimi nikapona. and I was healed. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu anakupenda. God loves you. Kuna watu wanakurushia mawe, There's some people who wanasema ulifanya hivi, wanasema wewe hufai, wana mambo mengi, wamekuwekea vitu. they have mentioned a lot to say. Mwambie wachana na mimi. You can tell them, Mimi nimejipaka damu. I have. Tukifika huko utaniona, mimi nitapita. You will see me there. Haleluya. Amen. Mungu wetu ni mwema. Amen. Sasa Yesu ana hiyo Pasaka. So Jesus has a Passover. Anawaambia endeni mnitayarishie. He asks them to. Anajua mahali na mtu ambaye anawatuma kwake. He knows the place and the person he's sending them to. Kuna wakati walikuwa wanamwambia twende. There was a time they were telling him, let's Anawaambia go. hapana, wakati wangu bado. But he would tell them, no, my time is Lakini not. wakati huo anawaambia wakati wangu umefika. But now he tells them, my time is. Yohana mlango wa 2. John chapter 2. Tutamaliza leo kweli? Will we really finish today? Leo tutalala hapa. Tulileta lunch kweli? Today we're going to sleep here. Did we bring lunch? Hapana, msijali. Nitahakikisha mmeenda kwenda. Just kidding. Filipe alikuja na chai, hiyo niliona. Felipe came with coffee, that I saw. Yohana mlango wa 2. John chapter 2, mstari wa 4. verse 4. Mamake anamwambia hawana divai. His mom tells them they don't have any wine. Watengenezee divai. Make wine for them. Anamwambia wakati wangu bado. But he says, my time is not yet come. Mlango wa 2 mstari wa 4, Biblia inasema hivi, Yesu akamwambia mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia.
John chapter 2 verse 4, and Jesus said to her, Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come. Mlango wa 7 mstari wa 6, Yohana. John chapter 7 verse 6, Biblia inasema hivi. the Bible says, Basi Yesu akamwambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote ulipo. John chapter 7 verse 6, Jesus said to them, My time has not yet come, but your time is always here. Kwa hivyo wakati wake sasa ulikuwa umefika. So by now his time had come. Kuna wakati wewe na Yesu mnakutana. There's a time you and Jesus meet. Anasema tu leo wakati wako umefika. And he says, today your time has come. Nimekuja kwa nyumba yako. I've come to your house. Jambo la pili, The second thing, wanaanza kula. they start to eat, Alafu anawaambia, and then he tells them, mmoja wenu one of you, kwa nyinyi 12 within the 12 of you, atanisaliti. will betray me. Ati umesema nini? What did you say? Mmoja wenu One of you atanisaliti. will betray me. Wanaanza kuuliza, And then they start asking, ni mimi? is it me? Yaani hata wale ambao walikuwa hawajawahi kufikiria jambo kama hilo. Even those who had never thought about doing anything like that, Mbona ni mimi? start asking, is it me? Kuna wakati unajichunguza hata wewe. There's sometimes you examine yourself. Unapitia mambo magumu. You're going through a hard time. Sema, Mungu, kuna kitu ndani yangu ambacho nimekosa. And you start asking yourself, is there something within me that I've done wrong? Ni vizuri kufanya hivyo. It's a good thing to do that. Ama kuna wakati Roho wa Bwana anakushika. Or there's sometimes the Holy Spirit holds you. Unasema, nimekosa. And you say, have I sinned? Ni swali nzuri. It's a good question. Anawaambia, He tells them, yule ambaye anatumia kikombe kimoja na mimi, huyu ndiye atakanisaliti. he tells them, this person who's dipping in this same basket as me is the one who will betray me. Sijui kama Wayahudi wanafanya, lakini najua kwamba kwa mfano tulikuwa na rafiki anatoka Iran. I don't know if Jews do this, but we had a friend who came from Iran. Wakati wa kukula, When it's time to eat, unaweka chakula tu hapo. you just put the food there. Mnakaa chini. You sit on the ground. Hata wakati ulienda Mombasa, walijaribu kunifunza jinsi ya kukalia mguu mmoja, nikasema hapana, nikaa hivyo sitaamuka. Even when we went to Mombasa, they tried to teach him how to sit on one leg, but he was like, no, I won't be able to stand up. Mtaita ambulance baada ya mimi kushiba. I Na mnaweka tu na mnakula. Kila mtu, yani ni sahani moja tu. You just all dig in and eat out of that one plate. Hata nyumbani kwetu, ukiweka ugali mtu anamega na mwingine anamega na mwingine anamega. Even at our house, if you put the ugali in the middle, everybody just Sijui nyinyi namna gani, lakini mambo imebadilika. Kini ilikuwa tu unamega na mwingine anamega. Namega na mwingine anamega. I don't know how things are today, but that's how it was. Everybody would just take their portion. Kwa hivyo usipokula haraka, shauri yako. So if you don't eat very fast, that's your problem. Utalala njaa. You'll sleep hungry. Sasa wako pale wanakula, nasema mmoja wenu atanisaliti. So they're there eating, and he says, one of you will betray me. Wanahuzunika sana. They get very sorrowful. Sio mtu wa nje, It's not somebody from the outside. sio mfarisayo, It's not a Pharisee. sio kahaba, It's not a harlot. sio mtu ambaye Yesu amekosea, It's not somebody that Jesus has wronged. mtu ambaye Yesu anapenda. It's somebody whom Jesus loves. Mtu ambaye Yesu amekaa naye kwa miaka 3. Somebody who Jesus has been with for 3 Mtu ambaye amefanyia Yesu kazi, Somebody who has served Jesus. ambaye Yesu amejitolea kwake, Somebody who Jesus has given of himself ndiye to atamsaliti. is who will betray him. Hata Yuda Even Judas, ambaye tayari ameenda, unajua kumbuka alienda akasema mtanipa nini nimsaliti. who had already gone. Remember, he already went and asked what Kwa hivyo ashaamua mimi namsaliti. so he had already made up his mind he's going to. Yesu anaposema sasa hivi, When Jesus says this, Yuda ashaenda, Judas has already gone amemwambia mtanipatia nini nimsaliti. and had asked, what will you give me to betray him? Enda katika mstari wa 14. Let's go back to verse 14. Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 na fedha. Tokea wakati huo
akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Alafu angalia katika mstari wa 25. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akisema, ni mimi Rabi. Matthew chapter 26 from verse 14 to 16. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests and said, what will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment he sought an opportunity to betray him. Then verse 25, Judas, who would betray him, answered, is it I, Rabbi? He said to him, you have said so. Kwani hajui? Does he not know? Si anajua. He knows. Ashapata pesa. He's already received the money. Lakini hakuna mwanafunzi ambaye anamshuku. But there's no other disciple who's suspecting him. Ako tu hapo. He's just there. Ashapata pesa. He's already received the money. Ameweka pesa. He's put the money. Anatafuta siku. He's looking for a day. Sasa anajua Yesu anajua. So he knows that Jesus knows. Lakini hana haya. But he doesn't care. Asema, ni mimi. He says, is it me? Kwani hujui si ni wewe? Do you not know that it's you? Unajua saa zingine dhambi zinakufupisha kabisa. You know, sometimes sin really blinds you. Mpaka hata uoni. Until you don't even see. Yaani unafanya na hujui unafanya. You do it and you do it and you don't even know that. Hata mtu akikuuliza unasema hapana, mimi sijafanya. And if somebody even asks you, you'll say no, I didn't do it. Hata Roho Mtakatifu akizungumza na wewe usikii. Even when the Holy Spirit talks to you, you don't. Hata Mungu akizungumza na wewe usikii. Even when God speaks to you, you don't listen. Ndio Yesu anasema hivi. That's why Jesus says, mstari wa 24, verse 24, mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. Matthew chapter 26 verse 24, the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Wacha niseme hivi. Let me say this. Kama umesikia Injili If you have heard the gospel na umeielewa and you've understood it na umekataa, and you've refused it, afadhali usingezaliwa. it's better if you had not been born. Kama uko kanisani If you're in church na umesikia Yesu Kristo and you've heard about Jesus na Christ umekataa kumkubali, and you've refused to accept him, afadhali usingezaliwa, it would have been better if you were not born, kwa sababu hukumu yako itakuwa kali sana. because your judgment will be very harsh. Hadasa akifanya kosa If Hadassah makes a mistake, na kosa hilo hilo Hari alifanya, and that same mistake Harry had already done, nitakana tumwadhibu Hari zaidi kuliko Hadasa, it's a must that we punish Harry more than we punish Hadassah. sababu Hadasa hajui mambo mengi, Because Hadassah doesn't know a lot, lakini Hari anajua anafanya nini. but Harry knows what he's doing. Biblia inasema hivi, The Bible says, Waebrania mlango wa 6 Hebrews chapter 6, mstari wa 4, verse 4. kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, ambao ni sisi, na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Hebrews chapter 6 from verse 4 to 6. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come, and then have fallen away,
to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. Yaani umejua Kristo, You have known Christ. umejua wokovu, You have known salvation. unajua njia ya wokovu, You know the way to salvation. halafu ukatae. But then you reject it. Yaani kukuregesha kwa Mungu To bring you back to God haiwezekani. is not possible. Ndio utapata Yuda And that's why you find hata Judas, atakapotubu, even when he repents, atakaporudisha zile pesa, even when he returns the money, haitawezekana. it's not possible. Kama Mungu amepiga hodi kwako, If God has knocked at your door amekuonyesha njia ya wokovu and has shown you the way of na salvation umekataa, and you've refused, ameachana na wewe. he has left you alone. Kama unanisikia If you are hearing me na hujaokoka and you're not saved na Mungu anazungumza na wewe, and God is talking to you, usiweke kando. don't put him aside. Kwa sababu ya wakati tutarukaruka kidogo. Because of time, we will jump a little bit. Alafu sasa anaidhinisha meza ya Bwana. So then he institutes the Lord's Supper. Anachukua mkate, He takes the bread, anaumega, he breaks it, anaubariki, he blesses it, anawapatia. and then gives it to them. Nasema huu ni mwili wangu And says, this is my body ambao umemegwa kwa wengi. that has been broken for many. Kuleni. Eat this. Mstari wa 26. Verse 26. Nao alipokuwa kila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, toeni mle, huu ndio mwili wangu. Verse 26. Matthew 26:26. Now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Akachukua kikombe cha divai, akafanya hivyo hivyo tena. He took the cup and did the same thing. Akawaambia, sitakunywa hii tena mpaka wakati tutafika mbinguni. And said that he will not drink of it again until Heaven. he's in heaven. Tunangojea hiyo siku. We're waiting for that Wewe time. na mimi tunangojea. You and me are waiting. Tutakapoalikwa katika meza ya Bwana When we are called to the Lord's Supper na tutakula pamoja na yeye. and we'll eat together with him. Nataka nifunge ibada, I want to close this service, lakini nataka nikukumbushe but I want to remind you, usiku huu Kristo, pale ambapo tunasoma sahii, baada hapa ataenda Gethsemane. in the passage we're reading, this night he's going to go to Gethsemane. Ataomba. He will pray. Anajua kinachokuja He knows what's coming. ni kigumu, It's hard. ni cha kuumiza. It's painful. Atamuuliza baba yake, He will ask his father, ikiwezekana if it's possible, nisiende msalabani. let me not go to the cross. Ataomba mara 3. He will pray 3 times. Mungu atasema hapana, God will say no, naye ataenda msalabani. and he will go to the cross. Huyu Yesu This Jesus ndiye anazungumza na wewe. is the one speaking with you. Huyu Yesu This Jesus ndiye anakupenda. is the one who loves you. Huyu Yesu This Jesus ndiye anasema, chukua damu yangu, is the one that's saying, take my blood, jiwekelee, put it on yourself nikusaidie. so that I can help you. Tusimame. Let's stand up. Tunapoimba damu ya Yesu inanena mema, As we sing, the blood of Christ speaks good. tufunge macho pamoja. Let's close our eyes together. Nataka umshukuru Kristo kwa wema wake katika maisha yako. I would like you to thank God for His goodness in your life. Anakupenda He loves you kivyako tu. just on your own. Kama unaweza kunena kwa sauti, nene. Kama huwezi, ni sawa. If you can speak it out loud, you go ahead and do it. If not possible, softly still go. Umejipaka damu ya Kristo. Have you applied the blood of Christ? Bila damu ya Yesu Kristo hakuna ondoleo la dhambi. Without the blood of Christ, there is no forgiveness. Hawezi kwenda mbinguni kwa vitu ambavyo unafanya. You cannot get to heaven by the acts of your doing. Hawezi. You cannot. Hawezi kuwa mzuri kwenda mbinguni. You cannot be good enough to go to heaven. Unahitaji Kristo. You need Christ. Na yeye amemwaga damu yake kwa ajili yako. And Christ has shed His blood
on your behalf. Amelipa deni. He has paid. Una madeni mengi sana, You have lots of debts. hauwezi kulipa, You can't pay them, lakini Yesu anaweza kukulipia. but Christ can pay all of them for Mpe maisha yako. you. Give him your life. Na kama saa hii moyo umejaa mambo mengi, And if your heart is full of many things right now, mwambie, tell him. mwambie Baba, nisaidie, Tell him, Lord, help me. nipe nguvu nishinde vita, Give me the strength to fight. unisaidie. Help me. Anakujua, He knows you. atakusaidia. He will help you. Tuombe. Let's pray together. Baba, tunakushukuru kwa wema wako. Lord, we thank you for Asante kwa baraka zako katika watu wako. blessing in our lives. Baba, wainue watu wako, Lord, lift up your people. unawajua leo. Know your people today. Kama kuna mmoja hajachukua hiyo damu If there is one who has not applied na the amesikia neno blood, lako, but they have heard you today, naomba wasaidie leo. Lord, I pray you help them today. Baba, tunaomba kama kuna mambo ambayo tunapitia leo, Lord, I pray if there are issues we are going through today, utusaidie. please help us. Guza wagonjwa, Please touch this. una nguvu Mungu wetu, Lord, you have the power. hakuna kigumu mbele zako. There is nothing impossible Kwa hivyo before you. guza kila mgonjwa So hapa Lord, touch every sick katika person jina la Yesu Kristo. in the name of Jesus. Wagonjwa wa mioyo, Those who are sick from the heart, wagonjwa wa mili, those who are physically sick, Mungu wasaidie. Lord, may you help them. Asante kwa vijana wetu, Thank you for our young people. tunawaombea, Lord, we pray for them. uwakumbatie, Lord, may you hug on them. uwasimamie, May you stand for them. uwainue. Lift them up. Wanapoenda shuleni uwe pamoja nao, As they go to school, be with them. wanaofanya kazi uwasaidie. Those who are working, be with them. Asante kwa wamama wetu Thank you for our women. ambao wanafanya bidii sana Those who are working so hard kupambana na jamii zao. as they work with their Mungu, families. simama nao, Lord, stand with them. uwasaidie. May you help them. Tunakupenda, tunakushukuru. We love you, exalt Ni you. katika Kristo tumeomba, In Christ's name we pray. amina. Tunaweza kaa.